wengine wako wamekumbatia dini zao. Mimi sihubiri dini ya mtu kwa habari ya ubaya, na hubiri kwa habari ya ubaya wa shetani anaowafika watu kupitia sanduku la dini. Na watu ambao wako kwenye mateso, ningali wako kwenye makanisa ya kiroho, wako kwenye mateso, wako kwenye makanisa fulani ambayo pengine si ya kiroho, wako kwenye mateso kwa sababu ya kuabudu roho za miungu, wako kwenye mateso kwa sababu wameamua kuwa katika maisha ya kusadiki elimu ya kiganga, elimu ya kishirikina. Leo wamefungwa, wako mahelo fulani, wametengwa, wanateseka, wanapigika kwa sababu hawana amani. Tunapohubiri jioni leo, haleluya, 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 haleluya. Lakini Yesu ameniambia jioni leo, ameniambia leta ujumbe sahihi juu ya maisha mahali hapa, wa watu wa mtumba mahali hapa, kwamba yuko Yesu Kristo mwana wa Mungu hai, mwenye nguvu, mwenye uweza, mwenye mamlaka, anaweza kufungua jioni leo. Lakini ninachotakiwa nao ni kutambua kwamba mahali ulipo sio mahali sahihi, ni kutambua mahali ulipo sio mahali sahihi, ni kutambua maamuzi unayo sio sahihi, ni kutambua ule ubaya unaendelea kukutafuna jioni leo sio mahali sahihi ambako unatakiwa kunyamaza kimya. Piga kelele kwa Yesu aliye hai jioni leo, mwambie Yesu ninakuhitaji, mwambie Yesu ninakuhitaji ndani ya maisha yako, mwambie Yesu ninakuhitaji ndani ya maisha yangu, mwambie Yesu ninakuhitaji ndani ya ndoa yangu, mwambie Yesu ninakuhitaji ndani ya biashara yangu, mwambie Yesu ninakuhitaji ndani ya afya yangu, mwambie Yesu ninakuhitaji kwenye huduma ya kwangu, na mwambie Yesu ninakuhitaji ndani ya biashara yangu. Yuko Yesu Kristo ambaye jina leo imeleta habari zake katika viwanja hivi. Yuko tayari kukuokoa, yuko tayari kukuokoa, yuko tayari kukusa maisha yako, utapata wokovu. Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe, Bwana Yesu asifiwe. Kwenye mstari ule wa 5 na wa 6. Kwenye mstari ule wa 5 na wa 6. Yako maamuzi fulani ambayo yanahitajika. Au mstari wa 4 na wa 5. Yako maamuzi fulani yanayohitajika. Maamuzi yanayohitajika yanaitwa maamuzi ya kulijilipua. Watu wote waliofanikiwa ni watu waliokubali kubeba listi. Ili wewe litakalo kuwepo sawa, unaamua kufanya maamuzi magumu, unaamua kujilipua. Lakini na Yesu hataki kuwapokea watu ambao hawataki kuchukua riski. Anataka kuchukua watu ambao wanaona kwamba itakuwaje, lakini wana matumaini kwa Yesu aliye hai, wana matumaini kwenye msalaba, wana matumaini mahali ambapo Yesu Kristo alikufa kwa ajili ya wao. Wako tayari maisha yao, wako tayari kujilipua juu ya ndoa zao, wako tayari kujilipua juu ya mipango yao, wako tayari kujilipua kwa ajili ya biashara. Nasema jioni leo waliojilipua, haleluya, waliojilipua. Kuna mabadiliko Mungu alifanya juu ya maisha yako. Yako mabadiliko, iko neema Mungu aliachilia juu ya maisha yako. Lakini kwa sababu ya nini? Waliamua kujilipua. Biblia inaeleza kwamba hawa ndugu wakoma 4 wakasema hatutafia mahali hapa, hatutaozea mahali hapa. Nataka nikueleze jioni leo, wewe unanisikia, yuko mama fulani amelala kitandani mahali pale, ananisikia mimi ninapohubiri jioni leo. Yuko mama fulani anapitia kwenye mateso kwenye ndoa, moyo wako unavuja damu usiku na mchana, hana amani. Lakini nataka niseme jina leo, jilipua kwa Yesu. Nasema jilipua kwa Yesu. Nasema jilipua kwa Yesu. Nasema jilipua kwa Yesu. Nasema jilipua kwa Yesu. Jilipua kwa Yesu, yeye yuko tayari kushika. Utaanguka chini, mbingu zitatuma, malaika watatuma, nguvu ya Mungu itatuma kwenye maisha yako. Nasema